Get the point. Take a step forward. Zaburi 119 mstari wa 105 inasema neno lako ni taa ya miguu yangu. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Ni mwanga wa njia yangu. Kwa hivyo neno la Mungu likiongoza maisha yako itakuwa ni nuru, ni nuru na ni nuru tu. Leo somo letu la pili linasema uhuru wa uchaguzi. Uhuru wa uchaguzi. Ndio somo ambalo tunalileta jioni hii ya kipekee. Je, umewahi kujiuliza kama Mungu ni mwema, mbona dunia yetu iko mbaya hivi? Je, umewahi kujiuliza kwa nini katika dunia hii moja tunayoishi kuna watu wanaojua furaha na kuna watu ambao wanajua huzuni tu? Kuna watu ambao wanajua raha na kuna watu wanaojua maumivu tu. Kuna watu wanajua wingi wa chakula, lakini kuna watu wanajua njaa tu. Kuna watu wanajua uzima, lakini pia kuna watu wanajua kifo. Je, umewahi kujiuliza maswali hayo? Natamani leo nianze kwa kukuambia kwamba Mungu wetu ndiye mwanzilishi wa upendo na mibaraka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ndiye mwanzilishi wa upendo na mibaraka, lakini shetani ndiye mwanzilishi wa chuki na dhiki zetu zote. Vinyume ambavyo tunaviona katika uso wa ulimwengu, tofauti ambazo zinakutokea hapa na pale, Mwenyezi Mungu haushiki na mabaya yoyote yale. Lakini mtu anajiuliza, basi vipi mpaka tukafikia hapo? Kitabu cha Ufunuo sura ya 12 mstari wake ni wa 7 hadi mstari wake ule wa 9. Ilikuwaje hadi tukafikia hatamu ya kufikia kuwa na huzuni, kuwa na njaa, kuwa na ukame katika uso wa ulimwengu? Twende msomaji. Kulikuwa na vita mbinguni. Sasa kulikuwa na vita mbinguni. Twende. Mikaeli na malaika zake wakapigana. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Tulia tu. Biblia inaanza kusema kwamba kulikuwa na vita mbinguni. Kwa muda mrefu ukisikia kuhusu mbingu, wewe unajua tu kuhusu barabara za dhahabu, labda unajua kuhusu maisha ya raha, labda unajua kuhusu furaha tu pasipo huzuni. Lakini Biblia inasema pale mwanzo, kabla ya kujaumbwa chochote, kulikuwa na vita mbinguni dhidi ya sehemu mbili. Anasema sehemu ya kwanza iliongozwa na Mikaeli, huyo ni jemedari Yesu Kristo mwenyewe, na sehemu ya pili iliongozwa na joka. Haya, teremka mtu wa Mungu. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Twende. Nao hawakushinda wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Twende. Yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani. Tulia hapo. Biblia inasema ya kwamba yule nyoka wa zamani anaitwa Ibilisi na Shetani aliposhindwa kukitetea ama kutetea masuala ambayo aliyaibua mbinguni, Biblia inasema kwamba akatupwa, kwa sababu alikuwa anaharibu amani ya mbinguni, kwa sababu alikuwa anaharibu taratibu wa mbinguni, kwa sababu alikuwa msusi juu mbinguni. Biblia inasema ya kwamba akatupwa hata chini. Haya, maliza hilo fungu hapo. Inasema tabia yake ni gani huyo Shetani? Twende. Audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Sikiliza mpenzi, Biblia ipo wazi ya kwamba pale mwanzo Shetani mwenyewe alianza vita dhidi ya Mwenyezi Mungu, na kwa sababu hakushinda, nafasi yake haikupatikana tena. Sikiliza mpenzi, akarushwa, akatupwa kutoka mbinguni. Ni habari njema ya kwamba mara ya kwanza tu alipoibua vita dhidi ya Mwenyezi Mungu alishindwa,
na hakuna hata siku moja amejaribu kupiga vita dhidi ya Mungu na akashinda. Ina maana ya kwamba hata katika maisha yako ukimruhusu Yesu amshughulikia kisawasawa, hakuna jambo ambalo shetani anaweza kulishinda katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akipewa nafasi, hakuna kitu ambacho kinaweza kumshinda kushughulikia. Sasa vile vita ambavyo vilikuwa mbinguni vikawa ni vita vya ulimwengu. Vile vita ambavyo vilikuwa vimepigwa juu vikashuka hapa chini. Swali, joka ama shetani na malaika zake walifikaje mbinguni? Shetani alitoka wapi? Je, Mungu alimuumba shetani? Mbona aumbe kiumbe ambacho kimetuletea balaa namna hii kipindi hichi chote? Joka na malaika wake walitoka wapi? Je, Mungu aliumba shetani? Ndio swali ambalo tunaliomba. Kitabu ni cha Ezekieli, kitabu ni cha Ezekieli 28 mstari wa 12 teremka hadi mstari wake wa 15. Ezekieli 28 mstari wa 12 teremka hadi mstari wa 15. Twende. Mwanadamu, umfanyie maombolezo mfalme wa Tiro. Teremka tu. Umwambie, Bwana Mungu asema hivi. Twende. Wewe wakitia muhuri kipimo, umejaa hekima na ukamilifu wa uzuri. Ulikuwa ndani ya Adeni, bustani ya Mungu. Kila thamani kwa kifuniko chako. Tulia. Biblia inazungumza kuhusu mfalme wa Tiro, lakini ni mfano tu ambaye inatumika kumwashiria shetani. Kumbuka ya kwamba tunauliza swali, alitoka wapi? Je, Mungu alimuumba? Sikiliza, nitamke kabla ya kusoma zaidi. Mungu hakumuumba shetani. Mungu aliumba kiumbe kikamilifu cha kupendeza, cha kutamanika, kinachoitwa Lucifer, malaika abebaye mwangaza. Na mafungu ambayo tayari tumeyasoma yamehakikisha ya kwamba huyu alikuwa amejaa uzuri, alikuwa amejaa ukamilifu, alikuwa amejaa hekima alipotoka mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Yaani ulikuwa ukitaka kujua maana ya ukamilifu, ilikuwa ni umwangalie Lucifer, jinsi alivyoumbwa katika ukamilifu wake. Alikuwa anaashiria uzuri wa kipekee ambao kazi ya Mwenyezi Mungu ulikuwa unaweza kufanya. Na Biblia inasema alikuwa ameumbwa kwa mawe ya thamani. Na ukisoma Biblia tataja mawe haya kwa wakati huu, yanataja mawe haya ambayo aliumbwa kwayo: zabarajadi, shohamu, yaspi na mengine yote yanatajwa. Lakini nataka uendelee kusoma mtumishi, baada ya kuruka hiyo sehemu ya mawe. Biblia inasema wewe ulikuwa kerubi. Anzia hapo, inasema wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta. Inasema wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta, afunikaye. Tulia. Tena tofauti na kuwa mrembo au mtanashati vyovyote vile, Lucifer alikuwa na nafasi ya kuwa malaika mwenye ngazi ya juu sana. Unajua malaika wako na madaraja. Daraja la juu zaidi ni makerubi, wanafuata na masarafi, kisha malaika wa kawaida. Kwa hivyo Lucifer alikuwa miongoni mwa malaika wenye mamlaka zaidi mbinguni. Alichukuliwa kutoka miongoni mwa malaika wenye mamlaka zaidi mbinguni. Tena alikuwa anaitwa kerubi afunikaye, yaani alikuwa mbele ya utukufu wa Mwenyezi Mungu mwenyewe akiufunika. Teremka sasa, inasema Samahani, inasema nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Twende. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Twende 15. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu. Sikiliza, inasema ulikuwa, alipoumbwa alikuwa mkamilifu katika njia zake tangu siku ile alipoumbwa. Maliza fungu. Hata uovu ulipoonekana ndani yako. Hata uovu ulipoonekana ndani yake. Tulia hapo. Tunasema ya kwamba Mungu hakumuumba Lucifer. Mungu aliumba kiumbe cha kupendeza, kiumbe cha kutamanika, kiumbe cha kuvutia, kerubi anayefunika, akampatia mamlaka ya mbingu ya kipekee. Lakini Lucifer mwenyewe alichagua kumuasi Mwenyezi Mungu.
alichagua kuenda kinyume cha matarajio ya mbingu. Alichagua kuwashawishi wale wote wa mbinguni, sehemu ya malaika, kuasi pamoja naye. Kwa hivyo tunauliza jibu la swali ambalo tumeliuliza, kama je, Mungu alimuumba shetani? Jibu tumesema ni la. Mungu aliumba kiumbe kikamilifu, lakini hicho kiumbe kiliamua kumwasi, ndipo kikawa shetani. Kama tuko pamoja mpaka hapo, nipungie mkono wako hewani namna hii. Amina. Mungu akubariki sana kwa kusafiri na mimi. Basi, kwa nini ilifikia hapo? Kumbuka somo letu linasema uhuru wa uchaguzi. Mungu alipomuumba Lucifer na viumbe vyote vya mbinguni, tuwaite malaika, aliwapatia kitu kinachoitwa uhuru wa uchaguzi. Na kwa sababu ya kuwapatia uhuru wa uchaguzi, Lucifer yeye alitumia yake vibaya, akapoteza nafasi ambayo Mungu alikuwa amempatia. Baada ya kuwa kile ambacho Mungu alikusudia awe, akawa kitu tofauti. Wacha nipeane mfano ambao utaelewa zaidi. Kule pwani kuna mtu anaitwa mnazi. Mnazi upo na faida nyingi tu. Mnazi unatengeneza mbao nzuri tena sana. Mnazi unatengeneza uko na lile tunda lake ambalo likitengenezewa mchuzi unakolea na unakuwa wenye ladha nzuri sana. Mnazi uko na makuti yanatumiwa kuwezeka nyumba na kutengeneza fagio. Mnazi upo na faida hizo zote, lakini licha ya faida nyingi nzuri ambazo Mungu aliumba ili kwamba zikatimishe, wakazi wa pwani baadhi yao wanatumia mnazi kutengeneza pombe. Lakini Mungu hakukusudia ya kwamba itumike kwa makusudi ya kutengeneza pombe. Alikusudia itumike kwa kusudi la kuwafaidi wanadamu pasipo kuwadhuru. Ndivyo ilivyokuwa na Lucifer. Mungu hakukusudia awe kiumbe ambacho leo kinatesa wanadamu, awe kiumbe ambacho leo kinawaangaisha wanadamu, awe kiumbe ambacho leo kinasambaratisha familia zetu. Hakukusudia hivyo. Alikusudia kisalie kuwa kikamilifu, akakipatia uhuru wa uchaguzi. Na Biblia jinsi tumesoma imesema ya kwamba alikuwa mkamilifu tangu siku alipoumbwa hadi uovu ulipoonekana ndani yake. Sikiliza, ikiwa hakuna uwezo wa kufanya uchaguzi mbaya, basi hakuna uhuru wa kweli wa uchaguzi. Ikiwa hakuna uwezo wa kufanya uchaguzi mbaya, basi hakuna uhuru wa kweli wa uchaguzi. Hivyo basi, uhuru wa uchaguzi ni kwamba umekupatia nafasi ya kuchagua mpaka uchaguzi mbaya. Na wala Mungu hata interfere na hilo. Ukiamua ili kwamba unataka kuchukua mkondo wa uchaguzi mbaya, Mungu hata ingilia kati hilo apate kuliharibu. Hakukuwa na kisingizio wala sababu ya Lucifer kumwasi Mungu. Hakukuwa na mvuto wa nje ambao ulikuwa ukimharibu, wala hakukuwa na mapungufu ya ndani ambayo angeweza kumfanya Lucifer amwasi muumbaji wake. Aliumbwa kikamilifu, lakini hatimaye bado alimwasi muumbaji wake. Nini ambacho kilimsukuma huko? Ezekieli 28 mstari wa 17. Inasemaje? Moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako. Moyo wake uliinuka kwa sababu ya uzuri wake. Twende. Umeharibu hekima yako. Umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Kwa sababu ya mwangaza wako nimekutupa chini. Sasa achia hapo. Biblia inasema kwamba moyo wake uliinuka. Hicho kinaitwa kiburi. Yaani Lucifer aliruhusu ya kwamba kiburi kizaliwe ndani yake, kionekane ndani yake, kikue ndani yake. Uliinuka na kiburi kikazaa ubinafsi. Ubinafsi ukazaa wivu. Wivu ukazaa chuki. Chuki ukazaa wasi. Na wasi hatimaye ukaibua vita dhidi ya muumbaji. Yule ambaye aliumbwa katika ukamilifu, kwa sababu ya kiburi hatimaye akainuka dhidi ya yule aliyemuumba.
Lucifer. Akachagua mkondo ambao Mungu hakukusudia ili kwamba auchukue. Akachagua njia ambayo Mungu hakukusudia ili kwamba aende kwayo. Moyo wake uliinuka kwa sababu ya kiburi, uzuri wake, urembo wake. Unajua kuna maajabu mawili katika mpango wa ukombozi mzima. Ajabu la kwanza ni kiumbe aliyetaka kuwa muumbaji. Ajabu la pili ni muumbaji aliyejifanya kiumbe. Narejelea tena. Kuna maajabu mawili makubwa, yani kizungu anasema mystery in the plan of redemption. Ajabu la kwanza ni kiumbe aliyetaka kuwa muumbaji. Lakini ajabu ya pili ni muumbaji ambaye alijifanya kuwa kiumbe. Sikiliza, ukijaribu kueleza ya kwanza unapasuka kichwa. Ni ajabu, it's a mystery. Jinsi shetani aliumbwa na ukamilifu, kiburi kikaonekana ndani yake, it is a mystery. Ni ajabu. Lakini sikiliza, ukikosa kuamini ya pili ya kwamba muumbaji alijifanya kuwa kiumbe, ukikosa kuamini ya pili, hauwezi kuokolewa, unapoteza maisha yako. Ni lazima uamini ya kwamba Yesu alifanyika mwili. Yesu alizaliwa kama mtoto wa kawaida. Yesu aliishi maisha umaskini hapa chini. Yesu hatimaye akafa. Ni lazima uamini ya kwamba alijishusha kutoka kuwa Mungu akachukua nafasi kama ya mwanadamu. Kikosa kuamini hiyo, hakuna namna ambavyo unaweza kuokoka. Lakini turejee katika somo letu. Nabii Isaya 14 kutokea mstari wa 12, akizungumza kuhusu habari za huyo Lucifer aliyetumia nafasi ama uhuru wake wa uchaguzi vibaya. Anasema hivi, kitabu cha Isaya 14 mstari wa 12, Biblia inasemaje? Twende. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni. Twende. Ewe nyota ya alfajiri. Tena alikuwa ni nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi. Alikuwa ni mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyokatwa kabisa, jinsi alivyokatwa kabisa. Ewe uliyewaangusha mataifa, wewe uliyewaangusha mataifa. Nawe ulisema moyoni mwako, tena alisema moyoni mwake Luciferi, twende. Nitapanda mpaka mbinguni. Nitapanda mpaka mbinguni. Twende. Nitakiinua kiti changu juu. Nitakuinua kiti changu juu. Twende. Kuliko nyota za Mungu. Kuliko nyota za Mungu. Twende. Nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano. Tena akasema ataketi juu ya mlima wa mkutano. Katika pande za mwisho za kaskazini. Katika pande za mwisho za kaskazini. Twende. Nitapaa kupita vimo vya mawingu. Tena anasema mimi Lucifer nitapaa kupita vimo vya mawingu. Nitafanana na yeye aliye juu. Huo ni ubinafsi mkubwa sana. Mwandishi naye mpenda nje ya Biblia anasema ya kwamba Lucifer aliumbwa kwa ukaribu, hata alikuwa karibu amkaribie Mungu kwa namna alivyoumbwa. Lakini licha ya kuumbwa hivyo, bado ubinafsi na kutotosheka ulimsukuma atumie uhuru wake wa uchaguzi vibaya. Na kwa sababu ya ubinafsi, kwa sababu ya kutumia uhuru wa uchaguzi vibaya, leo yule ambaye alikuwa anaitwa malaika anaitwa shetani. Leo yule ambaye alikuwa anaitwa malaika, mwana wa alfajiri, nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, leo tunaitwa ni mfalme wa giza. Anachorwa akiwa na pembe na kabuti refu leusi. Manake ndivyo ilivyofanyika kwake. Sijasema ndivyo afananavyo leo, lakini najaribu kusema kwamba alipoteza hadhi aliyokuwa nayo kwa sababu ya kuruhusu ubinafsi upatikane kwake. Sikiliza, ubinafsi ndiyo mama ya dhambi zote. Katika msingi wa kila dhambi kunapatikana ubinafsi, kutotoseka, kutoridhika na nafasi ambayo Mungu amekupatia. Ubinafsi ni hatari sana. Ulimfanya malaika, leo tunamuita shetani, na akaanguka kutoka mbinguni kwa sababu ya kutotoseka, na kwa sababu, sikiliza, kwa sababu yeye alichagua kumwasi muumbaji wake. Lakini swali, mbona Mungu hakuchagua kumharibu Lucifer na malaika zake mara moja? Waishie hapo. Mbona
mbona Mungu akumalizana naye tu mara moja tu hivi ili kwamba mchezo uishe? Manake amekuwa msumbufu. Yani ipo tabia moja ya Mungu ambayo unapaswa kuielewa, na hiyo nitairejelea karibu katika mkutano mzima. Niruhusu nisome tu ili kwamba wakisepo katika Biblia. Waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake ni ule wa 8. Waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake ni ule wa 8. Biblia inasemaje? Waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wa 8, Biblia inasemaje? Twende. Nasema kila yeye asiyependa hakumjua Mungu. Hakumjua Mungu. Kwa nini? Kwa maana Mungu ni upendo. Mungu ni upendo. Sikiliza, yani asili moja ya Mungu ni kwamba yeye ni upendo, si kwamba ana upendo. Asili yake ni kwamba he is love. Yeye ni upendo, na chochote anachokifanya anasukumwa na upendo. Na unajua upendo haulazimishwi. Upendo haulazimishwi. Amezungumza mtu wa Mungu hapa kuhusu vijana kuoa, lakini niambie kijana akija kinyanya mwenye umri wa miaka 70, alafu una umri wa miaka 25, akushike matai akuwekee bastola, kwambia usiponioa mimi nakuua, ndoa itakuwa namna gani? Itakuwa ni upendo wa kulazimishwa. Upendo haulazimishwi. Kama Mungu angemwangamiza, sikiliza, Lucifer na malaika zake mara moja, wakati ule malaika wa mbinguni wangemwabudu kwa kuogopa, wangemwabudu kwa wasiwasi, wakisema tusipomwabudu Mwenyezi Mungu atatuangamiza. Kwa sababu gani? Kwa sababu kama Mungu angemwangamiza, wangemwona Mungu kama mtu anayelazimisha vitu, anataka aabudiwe kwa lazima, anashurutisha ibada. Lakini kwa kuwa Mungu sivyo alivyo, alimpatia Lucifer nafasi ya kipekee hadi tabia yake ilipoonekana, alipomwangika Yesu msalabani, alipoingia kwa nguvu ya mazimwi katika umati, akawaambia semeni msulubishe. Alipomwangika mwana wa Mungu msalabani, malaika walitambua tabia haswa ya Lucifer, na akasema kumbe sio mtu mzuri. Kipindi chote hicho tangu arushwa kutoka mbinguni, kumbe hata kuna malaika bado walikuwa wanauliza, hivi Mungu alifanya sawa kweli? Mungu alifanya haki kweli? Lakini hatimaye walipotambua kwamba Mungu ni upendo, wakajua Mungu alifanya kilicho sawa. Lakini huyo ni shetani. Ilikuwaje sisi tukafikiwa? Ilikuwaje sisi hatimaye tukafikiwa sasa? Na huyo ni shetani. Ule uhuru wa uchaguzi aliyopewa shetani na viumbe vya mbinguni, sikiliza, ndio uhuru wa uchaguzi ambao nasi pia tulipoumbwa tulipewa. Narejelea, ule uhuru wa uchaguzi ambao shetani na malaika zake walipewa, na malaika wote wa mbinguni, ndiyo sisi tuliopewa tulipoumbwa na Mungu. Alipomuumba Adamu na Hawa, baada ya kuwapatia uhuru wa uchaguzi, na nimekwambia kama hakuna ruhusa na nafasi ya kufanya uchaguzi mbaya, hakuna uhuru wa kweli wa uchaguzi. Mungu baada ya kuwaumba akawapatia sharti. Mwanzo 2 mstari wa 16 na mstari wa 17. Mwanzo 2 mstari wa 16 na mstari wa 17. Mungu akawapatia sharti, agizo, amri. Tena mtumishi, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, twende, matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula. Matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, twende. Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema, matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Akaambiwa utakufa hakika. Yani aliumbwa kisha akapewa uhuru wa uchaguzi wa kula katika kila mti wa bustani, lakini akaambiwa ukigusa tu, ukila tu mti wa ujuzi wa mema na mabaya, hakika utakufa hakika. Na shetani kwa kuwa tayari ilikuwa ameasi, shetani kwa sababu tayari alikuwa amekosa nafasi yake mbinguni, anatafuta abiria wa kuliabiri basi lake la kuanguka.
anatafuta watu wa kusafiri na yeye, akaingia katika shamba la Edeni. Na Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 5 inaonyesha jinsi Mwanzo 3 mstari wa 1 hadi ule wa 5 inaonyesha jinsi alipowaingiza wanadamu pia ili kwamba wapoteze uhuru wao wa uchaguzi. Lakini sisi tasoma mstari wa 4 na mstari wa 5 na wa 6 peke yake. Biblia inasemaje? Mwanzo 3, 4, 5 na 6. Twende. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko... Anza 4 peke yake, mtu wa Mungu. Mungu akubariki. Mstari wa 4 Biblia inasema, nyoka akamwambia mwanamke. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Hakika hamtakufa. Tulia. Mungu aliwaambiaje? Siku mtakapokula mtafanya nini? Mtakufa. Vipi? Hakika. Lakini hapa nyoka anayetumiwa na shetani anapindua kitu ambacho Mungu amekisema. Anasema hamtakufa hakika. Kisha akaanza kumshawishi. Twende 5. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo, Mungu anajua ya kuwa siku mtakapokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho. Mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu. Tena mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mkijua mema na mabaya. Sikiliza, yani ili kwamba shetani amtumie nyoka ahakikishe kwamba mwanadamu ameanguka, akamwambia sikiliza, jambo la kwanza hamtakufa. Jambo la pili mtafumbuliwa macho. Mtakuwa kama Mungu, mtajua mema na mabaya. Nataka unisikize kwa makini kipengele naenda kukisema sasa. Shetani hajawahi wala hatawahi kutumia uongo tu kumpoteza mtu. Shetani hajawahi wala hatawahi kutumia uongo tu kumpoteza mtu. Anafanya nini? Anachukua mchanganyiko wa kweli na uongo ili kwamba aweze kumpoteza mtu. Na mara nyingi huwa anaweka ukweli mwingi na uongo kidogo. Anachukua ukweli mwingi na uongo kidogo. Na ndivyo alivyofanya katika shamba la Edeni. Alihakikisha kwamba mwanadamu ambaye Mungu alikuwa amemuumba ili kwamba amwangushe katika dhambi, ili kwamba hakikisha kwamba amempoteza, alimpatia uongo. Wacha niregelee vitu ambavyo amesema. Jambo la kwanza amesema hakika hamtakufa. Jambo la pili amesema mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Actually nimechanganya viwili pamoja. Mtakuwa kama Mungu, macho yenu yatafumbuka, mkijua mema na mabaya. Unajua kati ya mambo ambayo shetani alisema, moja tu ndio ilikuwa uongo, ya kwamba hakika hawatakufa. Yaliyosalia yote yalikuwa ni kweli. Mwanzo 3:22 soma tuhakikishe. Sikiliza, Mungu mwenyewe anahakiki ya kwamba kweli baada ya mwanadamu kula imetokea hivyo. Twende, inasema Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu. Amekuwa kama mmoja wetu. Tulia. Shetani alimwambia ukila utakuwa kama Mungu. Mungu anasema huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu. Teremka, inasema twende. Kwa kujua mema na mabaya. Kwa kujua mema na mabaya. Wachia tu hapo. Shetani alimwambia utafumbuliwa macho, utakuwa kama Mungu kwa kuyafahamu mema na mabaya. Na ndivyo ilivyotokea. Na baada ya kumshawishi mwanadamu hivyo, sikiliza, hatimaye mwanadamu akakubali ushawishi wa shetani na kuingia katika mtego wake. Manake Mwanzo 3 mstari wa 6 wanaliita fungu lenye huzuni zaidi katika Biblia. Mwanzo 3 mstari wa 6 Biblia inasema hivi, twende. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, wakutamanika kwa maarifa, basi alitua katika matunda yake, akala. Akampa na mumewe, naye pia akala. Tulia hapo. Na hapo ndipo mwanzo wa matatizo yetu. Adamu na Hawa walifanya kosa kubwa sana.
Adamu na Hawa walifungua mlango wa mateso katika ulimwengu huu ambao ulikuwa umekamilika. Adamu na Hawa walifungua mlango wa vifo, mlango wa ukame, mlango wa vita, mlango wa njaa. Walifungua milango ya mahangaiko katika ulimwengu huu, ulimwengu ambao ulikuwa upo sawa. Kwa nini? Kwa sababu ya kutumia uhuru wa uchaguzi vibaya. Kwa nini ulimwengu wetu uko leo hivi? Kwa nini ulimwengu wetu unatutesa hivi leo? Kwa sababu kuna watu kabla ya sisi walitumia uhuru wao wa uchaguzi vibaya. Na kila mara uhuru wa uchaguzi unapotumika vibaya, sikiliza, kuna matokeo ambayo yanapatana nayo. Kuna matokeo ambayo yanaambatana nayo. Dhambi imevamia ulimwenguni leo. Watoto wanakufa kabla ya wakati wao. Mimba zinatoka kabla ya wakati wao. Tunazungumza kuhusu watu tasa. Tunazungumza kuhusu familia zisizo na amani, kwa sababu uhuru wa uchaguzi wakati mmoja ulitumika vibaya. Na ndio maana ulimwengu wetu hali yake ipo hivi. Umemwona Mungu hahusiki. Umemwona Mungu hajatufanyia kosa lolote. Umemwona Mungu hausiki kivyovyote vile. Sikiliza mpenzi, hausiki vyovyote vile. Mwenyezi Mungu ni chanzo cha upendo na mibaraka. Mwenyezi Mungu ni chanzo cha amani na furaha. Mwenyezi Mungu ni chanzo wa wingi. Mwenyezi Mungu hajawahi kuwa chanzo cha matatizo yetu. Shetani alianza akamshawishi Adamu na Hawa. Sisi leo tunashirikiana ili kwamba tuongoze matatizo yetu. Na sehemu ya mwisho ninapohitimisha somo hili sasa, niulize basi, sawa tumeelewa, lakini mbona Mungu anaruhusu ili kwamba tupitie mateso? Sawa tumeelewa kwamba Mungu hahusiki, lakini mbona Mungu anaruhusu ili kwamba tupitie mateso? Nitapeana sababu 3. Sababu ya kwanza, kutusafisha. Isaya 48 mstari wake wa 10. Sababu ya kwanza, kutusafisha. Isaya 48 mstari wake wa 10. Mbona tuteseke? Twende. Tazama, ni nani aliyejichongea Mungu mmoja? Nasoma wapi mtu wa Mungu? Isaya 48 mstari wa 10. Samahani. Tazama, nimekusafisha, lakini si kama fedha. Nimekuchagua katika tanuru ya mateso. Amina. Sikiliza, mateso wakati mwingine Mungu anaruhusu kwa sababu ya kutusafisha. Unaona, ukichukua ngano tu hivi huwezi kula ngano, lakini ili ule ngano lazima uipitishe katika moto. Yani moto inaongeza ubora wa ngano ili kwamba iweze kuliwa. Ndivyo mateso wakati mwingine yanafanya katika maisha ya watoto wa Mwenyezi Mungu. Sababu ya mateso wakati mwingine ni kukukomaza, ni kukusafisha, ni kukuelekeza, ni kukukuza. Sababu ya pili ndio hiyo, tayari nimeitaja, kuikuza imani yetu. Yakobo 1:23. Yakobo 1:23. Biblia inasema nini? Ndugu zangu, kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu. Samahani. Yakobo 1 mstari wa 2 na wa 3, si 23. Biblia inasema, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu. Mukiangukia katika majaribu mbalimbali. Twende. Mukifahamu ya kuwa ujaribiwa kwa imani yenu. Kujaribiwa kwa imani yetu huleta saburi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kujaribiwa kwa imani yetu inaleta saburi. Tena isitoshe, Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 13 anasema hivi, kujaribiwa kwa imani yetu kunaleta saburi, lakini kuna kitu speciali zaidi nataka usikie jioni hii. Labda uenda umeutumia uhuru wako wa uchaguzi vibaya. Labda wewe unapitia mateso katika maisha yako, lakini sikiliza jinsi Yesu anavyosema. Twende, inasema basi mambo hayo yaliwapata wao. Wakorintho wa kwanza
Wakorintho wa kwanza sura ni ya 10. Mstari gani? Mstari wa 11. 13. 13 Biblia inasema, twende. Jaribu halikuwapata ninyi. Jaribu halikuwapata ninyi. Isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Lililo kawaida ya wanadamu. Tulia mpenzi. Jambo la kwanza, majaribu yanayotupata ni kawaida ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaelewa, punga mkono wako hewani namna hii. Amina, Mungu akubariki. Majaribu, mateso ni kawaida ya wanadamu. Ama umeshasikia mbu ambao hana kazi? Ushasikia mbu ambaye anasikwa na malaria? Ushasikia mbu ambao familia yake haina amani? Yaani majaribu yanayotupata ni kawaida ya wanadamu. Hayapasi kumpata mbu ama chura ama paka. Ni kawaida ya wanadamu. Usijisikitishe, usijikatishe tamaa, usihisi kana kwamba kwa sababu uhuru wa uchaguzi umetumika vibaya basi ninahisi tumaini limekosa. Jambo la kwanza ni kawaida la wanadamu. Lakini soma twende. Ila Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Biblia inasema kwamba Mungu ni mwaminifu. Vipi? Twende. Ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Tupite tuwezavyo. Yaani sikiliza, mtu yeyote anayemwamini Mungu, Mwenyezi Mungu akiruhusu jaribu lije kwake, amelipima, amelichuja, anajua kwamba huyo mtu anaweza kukabiliana nalo. Haruhusu ujaribiwe zaidi ya namna ambavyo unaweza kudhibiti. Akiruhusu ujaribiwe, amelipima, amejua unawezana nalo. Maliza, twende. Lakini pamoja na lile jaribu, atafanya mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Ili tuweze kustahimili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu, amesema ya kwamba japo tutajaribiwa, jambo la kwanza, hata ruhusu iwe zaidi tuwezavyo. Jambo la pili, kila jaribu atapeana njia ya kutoka. Sikiliza, ukisikia kwamba jaribu limekuzidi, muulize Mungu, uko wapi mlango wa kutoka? Yeye atakuonyesha mlango wa kutokea. Mwimbaji mmoja alisema, umechoka, je, umesumbuka? Mwambie Yesu. Je, machozi ya kulengalenga? Mwambie Yesu. Je, unalilia yapitayo? Mwambie Yesu. Ni rafiki mwaminifu. Hakuna rafiki kama yeye. Mwambie Yesu. Lakini kipengele chetu cha mwisho, tofauti na imani kutusafisha, tofauti na majaribu kutusafisha, kukuza imani yetu, majaribu ama mateso ni indication kwamba tumepatiwa uhuru wa uchaguzi. Wagalatia 6 mstari wa 7. Soma. Wagalatia 6 mstari wa 7. Biblia inasemaje? Biblia inasema, twende. Msidanganyike. Mungu hadhihakiwi. Kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachokivuna. Sikiliza, kuna matatizo na taabu zingine tunapitia, hata shetani akiulizwa atasema si usiki. Ndio, yeye anajua kupalilia moto, ndio anajua kuchochea, lakini kuna taabu zingine tunapitia, mateso, kwa sababu ya uhuru wetu wa uchaguzi tumeutumia vibaya kabisa. Biblia inasema kwamba akipandacho mtu ndicho atakachokivuna. Huwezi kupanda mahindi ukavuna maragwe. Huwezi kupanda maparachichi ukavuna tikiti maji. Hauwezi. Utakachokipanda ndicho utakachokivuna. Fungu moja alafu nieleze kidogo nimalizie. Kitabu cha Methali 6. Sikia jinsi asemavyo. Methali 6:28. Anauliza Sulemani. Methali 6:28 anasema, je, mtu aweza kukanyaga makaa ya moto? Mtu aweza kukanyaga makaa ya moto na nyayo zake zisiungue? Twende. Ndivyo alivyo aingiaye kwa mke wa jirani yake. Teremka chini achana na hiyo. The next verse inasema, watu umesoma 28, soma 27 inasemaje?
27 inasema, Je, mtu aweza kuua moto kifuani pake? Je, mtu anaweza kubeba moto kifuani pake? Ndio maana yake. Na nguo zake zisiteketezwe? Haiwezekani. Sikiliza mpenzi, hauwezi kukanyaga makaa ya moto na ukasikia air conditioner. Haiwezekani. Ukikanyaga makaa ya moto uta experience uchungu. Pole pole itafura lenge, ila ambayo tunaita blister kwa Kiswahili. Itapasuka, labda iwe kidonda, kwa sababu ulikanyaga moto. Sikiliza, watoto wengi wa Mungu wamejipata katika matatizo kwa sababu ya kukanyaga moto. Wametumia uhuru wao wa uchaguzi vibaya. Shetani amewashawishi, wameingia njia ambao hawapasi kufuata, na hatimaye wanateseka katika ulimwengu huu kwa sababu ya kutumia uhuru wa uchaguzi vibaya. Sikiliza, shetani ni mkora. Atakushawishi uwe mlevi, lakini atakuacha na maini yaliyooza. Na akianza kuoza, hayatakuwa kwa kuwa Mungu hakupendi. Mungu bado anakupenda, lakini kwa sababu ni uchaguzi wako, lazima wakati mwingine upitie wakati mgumu, manake umechagua hivyo. Shetani atakushauri uchague kuwa mvutaji wa sigara, lakini atakuacha na saratani ya mapafu. Hana vitu vya bure. Shetani hana. Alitumia uchaguzi wake mbaya, leo anawatumikisha tena watu vibaya. Atakushauri uwe mzinzi, lakini atakuacha na ukimwi, atakuacha na kaswende, atakuacha na gonorea, atakuacha na syphilis, atakuacha na familia iliyosambaratika. Manake yeye tayari alitumia uhuru wake wa uchaguzi vibaya, vibaya kabisa. Jioni hii Yesu anasema ya kwamba shetani hana uzuri na wewe. Hajawahi kuwa na uzuri na wewe, hatawahi kuwa na uzuri na wewe. Usimruhusu akutumikishe vibaya. Yohana 10:10 anaitwa mwizi. Sikiliza kazi yake, twende. Yohana 10:10 anaitwa mwizi. Biblia inasema mwivi haji ila aibe. Mwivi ambao ni shetani haji, na akija katika maisha yako ana agenda hii. Jambo la kwanza, aibe. Twende. Jambo la pili, na kuchinja. Achinje, yani auwe. Jambo la tatu, na kuharibu. Na aharibu. Tulia mwanzo hapo kabla hujamaliza fungu. Shetani hana agenda tofauti na hizo. Ukimruhusu maishani mwako, ataiba, ataua, ataharibu. Ukimwingiza biasharani, atafanya hivyo. Ukimwingiza kwenye familia, atafanya hivyo. Ukimwingiza kwenye masomo, atafanya hivyo. Hana agenda nyingine. Sio mtu mzuri, hajawahi na wala hatawahi. Kazi yake ni kuharibu, kazi yake ni kuchinja, kazi yake ni kuangamiza. Lakini sikiliza, ni kupendekezee kwako kinyume cha shetani. Soma, bali mimi, huyo ni Yesu anazungumza. Nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Amina. Yesu Kristo anasema kwamba wakati shetani anakuja kuua, kuchinja na kuharibu, anawatumikisha watu vibaya katika uhuru wa uchaguzi, yeye amekuja na uzima. Na uzima ili kwamba uwe nao tele kabisa. Ndivyo Mungu atakavyo. Jioni hii ya kipekee, umeona kwa nini ulimwengu wetu unakaa namna hii? Umeona kwa nini tunapitia tabu ambazo tunapitia? Ni kwa sababu uhuru wa uchaguzi ulitumika vibaya. Na shetani leo bado anawatumikisha watu vibaya kufanya uchaguzi ambao sio mwema. Lakini Yesu anasema ya kwamba mimi nimekuja na uzima. Shetani amekuja auwe, achinje, aharibu. Mimi nimekuja na uzima ili kwamba upate kuishi. Na nasimama mbele yenu kwa hitimisho, nikizungumza maneno ya Musa. Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wake wa 19, Biblia inasema hivi. Maneno ya Musa nikishuka hapa chini. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 30 mstari wake ni ule wa 19. Inasema,
Biblia inasema nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti. Nimekuwekea mbele yako uzima na mauti. Mkazi wa sehemu hizi za Waitaka, Yesu anasema ameweka mbele yako uzima na mauti. Twende. Baraka na laana. Baraka na laana. Twende. Basi chagua uzima. Tena anasema basi chagua uzima. Ili uwe hai. Ili uwe hai. Wewe na uzao wako. Chagua uzima uwe hai. Na Yesu anasema yeye ndiye njia, yeye ndiye kweli, na yeye ndiye uzima. Ukimchagua, maisha yako anaelekeza jinsi yanapaswa kuwa. Kuwa wake Yesu, je, ni kusudi lako? Je, ungetaka kwenda naye njia nyembamba? Je, unataka aubebe mzigo wako, awe mwongozi wako? Je, unataka kuitika anapokuita? Je, unataka kupata amani kwa kumpa vyote? Je, unataka uwezo usianguke kamwe, awe mwongozi wako? Je, unataka raha katika ufalme wake? Nakwambia unaweza kushinda kwa majaribu yako. Unaweza kuifanya kazi yako vizuri sana, awe mwongozi wako. Kwa maana uwezo wake unakutosha na damu yake itakusafi. Kwa vile kukubali ni bora, afanye mapenzi yake nawe. Bwana Yesu asifiwe. Ngapi wanapenda uwezo huo Yesu Kristo dhihirike katika maisha yao? Ngapi wanapenda huyu Yesu awasaidie? Asema jioni hii sasa tunapoimba wimbo huo, kisha tufanye ombi. Lakini tunapoimba nikwambie, tusimama tu tunapozungumza ili kwamba tuombe sasa. Shetani ndiye kiumbe mwenye nguvu zaidi mbinguni na duniani. Lakini nguvu inaweza kumkabili peke yake kisawasawa ni nguvu ya Yesu. Ndio maana mwimbaji anasema uwezo wake unakutosha na damu yake itakusafi, na ukikubali ni bora. Yeye atafanya mapenzi yake nawe. Tusimame sasa tunapoimba, tunapoomba pia pamoja. Tusimame sasa tunapoimba wimbo huo, kuwa wake Yesu, je, ni kusudi lako? Kuwa kwake Yesu, je, la sing. Kuwa wake Yesu, je, ni kusudi lako? Ungeenda naye njia nyembamba, unataka aubebe mzigo wako, awe mwongozi wako. Uwezo wake unakutosha na damu yake itakusafi. Kwa vile ukubali ni bora, afanye mapenzi yake nawe. Unataka kuitika anapokuita, kupata amani kwa kumpa vyote. Wataka uwezo usianguke kamwe, awe mwongozi wako. Uwezo wake unakutosha na damu yake itakusafi. Kwa vile ukubali ni bora, afanye mapenzi yake nawe. Wataka raha katika ufalme wake, ungeshinda kwa majaribu yote. Ungefanya kazi yake vizuri sana, awe mwongozi wako. Uwezo wake unakutosha na damu yake itakusafi. Kwa vile ukubali ni
afanye mapenzi yake nawe. Uwezo wake unakutosha, na damu yake itakusafi. Vile ukubali ni bora, afanye mapenzi yake nawe. Uhimidiwe na uinuliwe Mungu wetu. Tunakushukuru kwa sababu uwezo wako unatutosha, na damu yako ina nguvu ya kutusafi. Nasi tukikubali ni bora, ili kwamba ufanye kazi ndani yetu, kutaka kwetu na kutenda kwetu kwa kila kusudi lililo jema. Tunakushukuru kwa sababu ya kutufunza namna ambavyo uhuru wa uchaguzi unaweza kutuingiza katika sehemu zisizo salama. Jioni hii, kama kuna mtu ambaye shetani anamshawishi, anamwelekeza katika kufanya uchaguzi usio sawa, wewe ambaye uwezo wako unatutosha, wewe ambao damu ina nguvu ya kutusafi, wewe ambaye ulishinda kaburi na mauti, ukamwokoe katika jina la Yesu Kristo. Akafanyike huru kutoka katika kifungo chochote kile ambacho shetani amemfunga kwayo. Afanyike huru, maana Biblia inasema kwamba yule ambaye Mwana amemweka huru amekuwa huru kweli kweli. Tunakushukuru kwa sababu hilo utalifanikisha kwa mapenzi yako. Lakini wale ambao wanapitia changamoto kwa sababu ya yule mzushi kuvamia sehemu tofauti za maisha yao, Yesu Kristo, wakumbushe kwamba wewe ni kimbilio, msaada wa karibu upatikanao wakati wa taabu. Ahadi yako ni kwamba tukipita katikati ya moto utakuwa pamoja nasi. Mito haitatugharikisha, moto hautatuunguza, wala mwali wa moto hautatuteketeza. Tusimame katika ahadi hiyo na tushangilie ushindi wako hatima yote. Watumishi wako ambao wanafuata baadaye, Roho wako Mtakatifu wajaze. Usiwatumie kama jana, watumie kwa namna ya kipekee leo kuigusa mioyo yetu. Ndivyo tuombavyo katika jina la Yesu, na kila mmoja aseme amina. Amen. Get the point. Take a step forward.